Sisi kama familia ya ITEL Tanzania, kwanza tumefurahi sana kuweza kufanya hili tukio kwa kushirikiana na Msichana Imara Foundation, na hii ikiwa ni katika dhamira yetu ya kurudisha kwa jamii kama ambavyo huwa tunafanya kila siku, mashule, vituo vya watoto yatima na kadhalika. Lakini mwaka huu tumeona ni vyema sisi kama ITEL katika dhamira yetu ya kurudisha kwa jamii, basi tuangalie pia kwenye kundi la watu wenye uhitaji maalum, na ndio maana tukaona fursa ya sisi kushirikiana na Msichana Imara ili kwenda kuwawezesha wasichana viziwi katika hii kampeni ambayo Msichana Imara wameianzisha. Tulianza shirika hili kwa sababu nikiwa kama mwalimu niliweza kuona changamoto ambazo watoto wa kike wanazipitia katika shule nilizokuwa nafundisha. Kwa hiyo nilipata bahati ya kufundisha shule 2 ambazo ziko vijijini, na nikaona ni namna gani watoto wanapitia changamoto nyingi kufikia haki yao ya kimsingi ya elimu. Na tunajua changamoto wanazokutana nazo ni nyingi, ikiwemo ndoa za utotoni, mimba za utotoni, kukosa vifaa vya hedhi na mengine mengi. Kwa hiyo kwa miaka hii 5 ambayo tumekuwa tukifanya kazi, tumeweza kufikia watoto zaidi ya 10,000 ndani na nje ya jiji la Arusha. Kwa hiyo kwa ufupi, hilo ndio shirika la Msichana Imara Foundation. Na leo tuko hapa kwa sababu tunataka kuzindua mradi wetu mpya ambao tutafanya kwa ushirikiano mzuri zaidi na ITEL. Watoto wasichana viziwi wanapata changamoto kubwa. Wasichana wana changamoto, lakini inapokuja kwamba ana ulemavu, kuna changamoto zinaongezeka zaidi. Na kuna mashirika mengi nadhani tunajua yanafanya kazi tofauti, lakini tumejikuta kwamba kuna watu wengi wanawaacha hao wasichana nyuma. Na ndio maana kwa kushirikiana na ITEL tukasema tunataka kuwa include hao wasichana katika programu yetu. Kwa hiyo namkaribisha Madam Deila aweze kuelezea uzoefu wake na changamoto ambao watoto wanapitia. Karibu Madam. Ni kipindi cha hedhi, wanapata shida kubwa sababu mawasiliano ya watoto hawa wanatumia lugha ya alama, na lugha ya alama ni lugha ambayo mara nyingi anakutana nayo shuleni. Nyumbani kule anapokaa, anakaa na mzazi, baba, mama, watoto walioko kwenye familia hawajui lugha ya alama. Njiani anakopita, wanapanda daladala, wanakutana na jamii ambao hawajui lugha ya alama. Kwa hiyo ikija wakati wa hedhi, imefika ni ule umri wa kukua, anapata shida, anapata changamoto. Ni kitu gani kimetokea hiki? Yaani ni kitu ambacho kwao kinakuwa ni kipya, hajawahi kutana nacho. Kwa hiyo mtoto anajikuta zaidi ya yeye kwamba ni kiziwi, anaanza kuji-isolate, anajitenga. Mbona ni kitu cha ajabu hichi kimetokea, hajui ni nini, kwa ajili ya yale mawasiliano. Kwa hiyo sasa mwalimu, mimi nikaanza kuwa nao karibu. Naona kuna mtoto alikuwa kila saa anaomba ruhusa, anaenda chooni. Akienda chooni anajificha masaa mpaka anaacha kufundisha, inabidi nifuate kule chooni. Kuna shida gani? Mtoto anajificha. Baada ya kuwa mkali sana, akaja akanionyesha, nimepata damu. Kwa watoto viziwi hawa kwa kweli wana changamoto kubwa sana kwa experience ambayo nimekuwa nao pale shuleni. Kwa hiyo sisi kama familia ya ITEL tunaingiaje hapo ama tutatoaje sapoti? Maana yake ni kwamba wenzangu wameeleza hapo mwanzoni kwamba wasichana hawa wanahitaji kupewa elimu, wanahitaji kupewa vifaa mbalimbali vya kujikinga, hususani hizi taulo za kike. Kwa hiyo sisi kama kampuni tuko tayari na tumeamua kushirikiana na Msichana Imara kuweza kusapoti masuala ambayo yatahusiana na elimu yao. Ili aweze kupata elimu hiyo, basi sisi tutasapoti hizo shughuli mbalimbali za kielimu, lakini sisi tutasapoti pia upatikanaji wa vifaa hivi ambavyo vitaenda kuwezesha watoto wa kike kuweza kujistiri. Kwa hiyo kwa watoto wote 300 ambao tunaadhimia kuwafikia, basi ITEL
tutakuwa sehemu hiyo ya kuweza kuwafikia wasichana hao 300 kwa shule hizo ambazo zimetajwa mwanzoni.